Lakini katika usiku huo Judith alishindwa kabisa kupata usingizi. Maneno ya David yalikuwa yakiendelea kumrudia kichwani kwake mara kwa mara. Siwezi kila siku kuwa na pesa za kukupa wewe Judith. Alijua kabisa kuwa maneno hayo hayakuwa ya haki. Kwa muda wote huo alikuwa anamsaidia David bila hata kuchoka. Lakini David aliishia kumfanyia mabaya Judith kana kwamba ndo malipo ya fadhila zake. Asubuhi iliyofuata Judith aliamka na kutomkabili kabisa David. Aliwaza kwa kina na kusema kwamba nahitaji kupata ushahidi wa kutosha ndipo nimkabili huyu David. Alianza kuchunguza miamala yake yote ya zamani. Kila pesa aliyokuwa anamtumia David aliandika kwenye karatasi. Aliendelea kuhesabu mpaka mikono yake ikaanza kutetemeka. Sio kweli kabisa, hii haiwezi kutokea. Machozi yakaanza kumtoka. Alikuwa amempa David kiasi kikubwa sana cha pesa ambazo zingemsaidia kuendesha biashara yake na kuendesha maisha yake, lakini zote zilikuwa zimekwenda. Wakati huo David alikuwa anakutana na Vanessa mara kwa mara. Vanessa alikuwa akimcheka David kwa dharau, huku akimwambia kwamba uliniahidi utanipatia pesa nyingine leo. David, naomba unipatie basi. David akavuta pumzi kwa nguvu. Vanessa, kwa sasa nimekwama. Vanessa alibadilika ghafla. Umezoea kunipa pesa kila tunapoonana. Umeshanizoesha kunipa kila ninachokitaka. Kwa hiyo tafadhali naomba unipatie pesa David. Vanessa alimwambia David kwa ukali. Lakini David hakujibu chochote kile, alinyamaza kimya. Vanessa akainuka na kuondoka. David akaanza kuogopa na kuona kana kwamba anaweza kumpoteza Vanessa. Hapo ndipo akafanya kosa kubwa zaidi. Akaamua kumrudia Judith na kumuomba pesa nyingine zaidi. Jioni hiyo David alipofika nyumbani, alimkuta Judith amekaa kimya. Judith, kuna jambo nataka kukuomba. Judith hakumtazama kabisa David usoni. Alikuwa bize tu na mambo yake. David alimrudia tena Judith na kumwambia, tafadhali naomba nisikilize, kuna kitu nataka kuongea na wewe. Judith alimuuliza, ni nini? Unataka kuniambia nini tena David? David alimwambia, ni pesa, nahitaji pesa. Judith alimuuliza, ni pesa? Unataka pesa nyingine kwa ajili ya nini? David akashtuka. Kwa nini unasema hivyo? Judith akainua macho yake. Kwa sababu kila unapokuja kwangu siku hizi unakuja kwa ajili ya pesa tu. David alikaa kimya. Judith akatoa karatasi aliyokuwa ameiandika na kumuuliza David, niambie ukweli, pesa zote nilizokupa zimekwenda wapi? David hakujibu kitu. Judith alirudia tena kumuuliza David, nakuuliza kwa mara nyingine, pesa zote nilizokupatia umezipeleka wapi? Ulisema ni biashara? Mbona biashara sioni chochote. Ulisema una madeni. Umeshalipa madeni yote? Na kama umeshalipa, kwa nini bado unaendelea kuja kuniomba pesa hapa? Lakini David hakujibu chochote, aliendelea kukaa kimya tena na tena na tena. Ulisema unahitaji pesa kwa ajili ya kumaliza madeni yako. Ulisema unahitaji pesa kwa ajili ya kuendesha biashara. Ulisema unahitaji pesa kwa ajili ya kufanya mambo mengine mengi ya manufaa kwetu. David akaanza kugeuza uso. Judith akasimama. David, usiniambie tena uongo. Pesa zote nilizokupa umezipeleka wapi? Lakini David hakujibu chochote. Wakati huo Vanessa alipokuwa akimuuliza maswali, aliishia tu kumwangalia usoni. David aliona Judith akiwa tofauti. Hakukuwa tena na yule Judith aliyekuwa akimwamini kila kitu. Alikuwa ameanza kufumbua macho yake. Lakini kabla David hakumjibu Judith, simu ya David iliingia ujumbe. Judith akaona jina lililoonekana kwenye skrini lililoseviwa Vanessa. David akijaribu kuficha simu yake, lakini safari hii Judith alikuwa ameliona. Akamwambia kwa sauti ya chini, David, sasa nimeanza kuelewa pesa zangu zimekuwa zinakwenda wapi. David aliganda kwa mshangao na mshtuko. Na Judith akaamua jambo moja katika akili yake. Hata kama itaniumiza na kugharimu maisha yangu kiasi gani, lakini lazima nifuatilie na kujua huu kweli mpaka mwisho. Bila kujua ya kwamba uchunguzi huo ungeweza kusababisha kufichua siri kubwa iliyokuwepo kati yao hao watatu. Siri ambayo ingeuvunja kabisa uhusiano wake yeye pamoja na David. Je, ni kitu gani kitakwenda kutokea katika sehemu ya 14? Kaa na mimi tuburudike pamoja.